Mimi napenda tutengeneze content ya kuwafungua watu. Usifiche white bro. Yeah. Yaani mwambie tu ningefichiwa white usingefika hapa. Nisingefika. Au asilimia 99. Ya tunaofanya kazi kwenye utalii. Ukiangalia beginnings zetu. Bro, unaweza ukashika kichwa. Ni mbovu. Sawa? Ukiangalia familia tulizotoka ni mbovu. Ubosi sio kudisiana. Kweli unaenda juu unaanguka. Ubosi usio na misingi ni hatari. Tengeneza misingi, nenda zako, achie wale wanaokuja ubosi. Safari yako ni nzuri. Umeanzia kama porter, baadaye ukaja ukawa guide, baadaye ukaja ukawa company owner. Kwa hiyo sasa hizi ni tour operator. Tumeangalia challenge za uporter, challenge za tour guide. Hela nyingi inaotoka kuna utalii inabaki nje ya nchi. Of course, yes. Sasa tunafanyaje na serikali imeshaanza kuchukua initiatives za kujaribu kupunguza tourism leakage kwa kuhakikisha kwamba wageni wanabook na kampuni za hapa, benki zibaki hapa na vitu kama hivyo. Wewe unaongeleaje challenge za kuwa tour operator mzawa? Mimi nadhani tunakosa support ya kutosha. Tunapata support sawa, kwa sababu hata mara ya mwisho tulikaa na waziri aliyepita. Sawa. Dr. nani anaitwa Angela Kairuki. Sawa. Cha mwisho kikubwa kilichofanyika ni kupunguza Tala license. Sawa. Kwa upande wa mlimani kwa wazawa. Kwa sababu nakumbuka tulikuwa tunalipa $2,000 wote. Yes, wote. Mzungu, mwana kampuni ya kizungu na wewe. Kwa sababu hata sasa hivi na raise hiyo issue kwenye masuala ya camp. Lakini huku ilikuwa tunalipa $2,000. Sawa. Ila sasa baada ya vilio vya muda mrefu wana wenzetu wa safari walisikilizwa mwanzo sana. Mapema wakawa na kuna namna walipunguziwa. Kwa unaanza na $500. Unavyoendelea huko ndo wanaangalia namna ya tax. Lakini mlimani pia ili uwe na Tala license ilikuwa ni $2,000. Hicho kilio tumelia miaka mingi sana. Hamna bana. Kama magaidi ambao tulikuwa tuna vision ya kuanzisha makampuni na nini, tulienda wizarani na nini. Baadaye Angela Kairuki akatusaidia hilo. Akakata ikawa ni $1,000. Sio pale tulipokuwa tunataka, lakini to be honest lazima tuwe ushukuru pale unaposaidiwa. Hiyo imesaidia. Na nakwambia kwa sasa hivi sasa hivi wamejitokeza hadharani. Na umeongea point kubwa. Watu wengi kufanya biashara chini ya maji, unakuta watu ana magrupu, ana kampuni lakini hana leseni, anatumia hata ya mtu. Of course, hata mimi nimefanya hivyo. Hamna bana. Yes, kwa sababu ni ngumu kuanza na kulipa hela nyingi. Kuanza na kulipa $2,000 sio rahisi. Unajua hivi vitu sisi tunaviaza. Tumetoka kwenye humble background. True. Sio rahisi kujigawanya hii hela utumie kama familia, ufanye nini, maendeleo na upate na $2,000 ya kulipia na nini na viwanja na nini huwezi. Lakini wageni wenyewe ndio wao kubageni. Yes, wageni wenyewe ndio hawa. Yes, no, I know my friend. Give me the friend nini. Sio alienda kwa $1,000. Mimi sio rafiki wa cheap safari cheap, zinaumiza expeditions na lakini kuna namna unaenda na soko. If you can't beat them, join them. Alafu endelea kupigana huko chini kwa chini. Kwa hiyo at the end of the day kile kitendo tu cha kukabidhi kimesaidia sana kaka. Sana. Kuna nadhani serikali sasa hivi inaangalia kwenye takwimu zao. Inaona namba ina rise. Sio kwamba watu ndio wameanza leo. Watu walikuwa wanapambana chini ya maji, wananunua mavocha, wanafanya nini. Kwa sababu ile ukiwa na Tala wakati unaenda Kilimanjaro lazima uonyeshe vocha. Kwamba mimi ni kampuni fulani. Kwa hiyo mimi naweza nikawa sina Tala. Kuna Tala hapa ya John. Kwa hiyo mimi nachukua Tala ya John, mimi nikifika pale nasema mimi ni John. Lakini hiyo kitu imeturahisishia sasa. Mimi ni Paulo, naenda kama Paulo na kampuni yangu ni hii hapa. Sio kwamba nimetumia kampuni na sasa ile inakata pia mianya ya ukwepaji wa kodi. Ni kweli. Kwa sababu ili nikishakuwa na Tala lazima kuna viambatanisho niambatanisha kabisa. Lazima TRA wanitambue. Lazima nini. Kwa hiyo kwenye makadirio ya kila mwaka TRA kama TRA ilikuwa ina kampuni 50, sasa hivi ni kampuni 200. Kwa sababu hao waliokuwa chini ya maji wamejitokeza. Kwa hiyo of course kodi inapandishwa na nini. Kwa hiyo serikali iendelee kutusikiliza na iendelee kutusupport. Na tunafanyaje ili hela ya utalii ibaki hapa? Kwa sababu nyinyi mnafanya kazi pia na travel agent. Tunasikia mkiwalipa au hela ikilipwa na mgeni account ni ya nje. Alafu nyinyi mnatumia operational cost. Good. Inakuwaje? Tunarudi pale.
una experts ndani ya nchi yako, hauwatumii wale experts kutangaza utalii wako. Kwa hiyo ina maana utalii wetu bado umeshikiliwa na tour agents wa nchi zingine. Kwa nini? Kwa sababu wao ndo wanapatikana kwenye exhibitions. Wao ndo wanapatikana kwenye maeneo yote, mitandao nini. Lakini unavyochukua experts wako, unawapeleka pale, wanaitangaza Tanzania. Ina maana mtu anaona kumbe inawezekana nikatafuta Tanzania moja kwa moja direct. Umeona? Lakini kilichopo sasa hivi utaenda labda South Africa. Utakuta kuna mabanda mengi sana yanauza Tanzania. Lakini sio Tanzania. Kampuni za South Africa. Unaenda Marekani, unakuta mabanda kibao Tanzania, Kilimanjaro, migration kila kitu. Lakini in a real sense hawa sio Tanzania, ni madalali. Hawa ni madalali. Tuwape jina zuri maana wametubeba bebe. Lakini huyu ni mtukati. Kwa muda mrefu amefanyaje? Ametutumia sisi. Lakini je, ungetoa watu wako? Yule mzungu angekuwa interested kwenda kumsikiliza huyu wakala au huyu Tanzania. Na pia nyingi ingekuwa rahisi kuwashtua serikali kwamba aisee, huyu jamaa anafanya hivi, anapiga hivi, kwa hiyo tunatakiwa ili tushindane naye, tucheze huku, tutoboe huku. Sasa kaka, tumeongelea impact ya Tour Guide Awards. Umesema ni kubwa, unakuwa kiongozi, watu wanakuangalia. Lakini haupelekwi Ujerumani kuitangaza Kilimanjaro. Haupelekwi China, haupelekwi wapi. Na ulikuwa unaongelea kwamba guides tunatakiwa watumike kama vioo vya kutangazia utalii, kwa sababu nyie ndo mmeupanda ule mlima. Nyie ndo mnajua challenge yake. Ndo mnajua mgeni anafurahia nini, anataka nini kuja kupanda. Kwa sababu profile ni tofauti, sio? Yes. Hebu tupe kidogo hapa. Mwisho wa siku pia kwa sera ya serikali ili kuisupport hiyo sera. Lazima kama tunapeleka watu kwenda kuitangaza Tanzania au kutangaza vivutio vilivyoko Tanzania, tupeleke experts. True. Tupeleke watu ambao wanaweza kuielezea Tanzania in a professional way. True. Sio kuielezea tu Tanzania is a good country and nini. Ukifika mahali tena unasema fulani. Mimi nadhani ingefikia mahali sasa hawa watu tulionao tuwatumie. Hizi awards na nini zipewe nguvu. Zipewe mamlaka. Kwa sababu watu wanafanya kazi. Na watu kazi yote hii ni kuonyesha tu kwamba nchi yetu haijalala, ina watu. Okay, sasa wakati tunafunga, ni ushauri gani ambao unawapa hawa vijana wanaokuangalia sasa hivi ili kupita kwenye njia ambayo uliopita ili kufikia mafanikio uliofikia? What is the roadmap? Ukiwa mkweli, mimi napenda tutengeneze content ya kuwafungua watu. Usifiche white. Ningefichiwa white, usingefika hapa. Nisingefika. Ni hivi, juhudi ni kila kitu. Hii keki ni kubwa sana. Kubwa mno. Hakuna mtu anaweza kumaliza. Umeona walioko kwenye game? Umeona sisi tulioko kwenye game? Hatuwezi maliza. Sisi tulianza kusoma wakati watu wana guide, watu wanaendesha magari, watu wananunua magari, wanauza packages na nini. Tumesoma, hatujui tutaenda kufanya kazi wapi, lakini tumefanya hizo kazi. Tumefanya vyote. Mpaka sasa hivi tumeanza na sisi biashara. Kwa hiyo hichi ni kijiti ambacho tunaachiana. Sasa utaanzisha kampuni yako, isaidie na familia yako na familia yako na familia. Lakini of course lazima wewe utasogea generation nyingine ifanyaje. Kwa hiyo kama wewe uko darasani sasa hivi, soma, sikiliza walimu sana. Huo ni msingi imara sana. Muombe sana Mungu, hii ni vita. Riziki yoyote ni vita. Muombe sana Mungu na umuombe Mungu kweli. Uwe serious kwenye kumuomba Mungu. Kwa sababu ni vita, hamnaga mtu katikati vita anashinda vitani. Lakini pia passion, penda. Mimi siku zote ninapokuwa kazini, muda wote, hii kitu paka imekuja kichwani. Mimi nasemaga tu I love my job. Na sisemi moyoni, naisema kwa nguvu. Brother, nikikuonyesha videos hapa za wageni wakiwa na imitate ile I love my job wakiwa huko kwao. Because it is not, yani ni kitu kinachotakiwa kianzie. Na iko kitu huwezi ukaficha. People can see. Huwezi ukaficha, yes. And you have to love it, brother. Katika vitu, tena niwape siri leo. Kama uko Arusha, katika vitu ambavyo vinalipa Arusha,
ni utalii na madini kabisa. Na katika biashara ambayo au kitu ambacho ni legit na clean na ina njia ambazo zinafatika, kuna utalii. Kuna ni utalii. Madini ni ngumu kuingia bro, ni ngumu na kuna vitu vingi. Utalii brother, fanya kazi, discipline yourself, respect yourself, respect the people you are meeting, respect the people of your colleague. Sorry, kuna siku tulikuwa tuko hapo out, tuko na my brothers, tunakunywa kinywaji, lakini wakaja ma fly catcher, magaidi wadogo ni walevi. Hadi bro akamwambia wewe ni mkubwa zaidi yangu, lakini mimi nimekupita kwa sababu gani? Kwa sababu nina discipline zaidi yako. Of course. Wewe unakunywa bia na mimi nakunywa bia, lakini kwa nini wewe uko hapo mimi niko hapa leo unaniomba bia? Hebu tuongelee swala la madawa ya kulevya, pombe kwenye utalii. Vijana wajicontrol vipi ili waweze kumvuka huyo shetani? Kwa sababu ni unajua hii ni kazi ya starehe. Kwa hiyo unaweza kujisahau, uko ili kula starehe kila siku. Bro, tunarudi kwenye uhalisia. Sisi wote au 99% ya tunaofanya kazi kwenye utalii, ukiangalia beginnings zetu bro, unaweza ukashika kichwa, ni mbovu. Sawa, ukiangalia familia tulizotoka ni mbovu. Jipe majukumu, jipe malengo, jipe majukumu, kuwa na discipline. Ile sio ile ya bia bro, ni hela ndogo sana tunapata, tupati hela ya bia. Wewe unaweza kwenda kununua bia $100. Kuna sehemu, kuna hoteli hapa Zanzibar tu bia ni $100. Nini kichupa cha nini? Mimi sinywi nani, kwa hiyo sijui, lakini kichupa kidogo tu $100, dola ngapi? Kuna masehemu Dubai, kuna masehemu wapi. Hebu usifikirie hizo bata, hata utakuwa mlevi, kwa sababu ukienda ukitoa $100 unywe bia moja, unywe tena ingine kabisa. Hata kama una hela, hata usipoishiwa, hata kama una hela, unaona ni ufujaji huu, unaachana nao. Lakini bia ya 2,000, 3,000 ngapi 30 unapata 10, unakosa discipline. Alafu kwa kijana mdogo, achana na bia saa hizi, bado mapema, bado utakunywa sana, utajikatishia. Yani unajua kuna mtu aliniambia tunafanya sana kazi kutafuta maisha mazuri, kutafuta hela, alafu tunafanya ile hela, tunaipata ile hela, tunaitumia tena ile hela, sio kujitengenezea maisha mazuri, lakini kujitibu. Huyo kijana mdogo anakunywa bia, anakula ugoro, anavuta shisha, anavuta sijui, anakula shamba nini, miraa. Kichwa kimoja kinabeba mwili mmoja, unabibisha vitu vyote. Bado kuna stress za mapenzi. Bado wanaga tena mapenzi hata ni maji tu. Lakini at the end of the day, discipline yourself, live your life. Acha kuiga. Ni mambo ya kuiga. Hata bro, mimi nimekaa na watu ambao walisha declare kwamba nimefeli. Nakwambia mdogo wangu, usifanye hivi kwa ajili hii na hii. Mimi napendaga sana kukaa na wale watu, kwa sababu at least anakuonyesha kwamba usikanyage hapa. Inawezekana haizi kukuonyesha kwamba kanyaga hapa, lakini at least anakuambia kwamba usikanyage hapa mdogo wangu. Umeona? Tujifunze kutoka kwa wale tutangulia, kwa wale waliofanikiwa na walioanguka. Ukifanya hivyo utakuwa na discipline. Ukifanya hivyo utakuwa na muendelezo, utakuwa na mafanikio, utakuwa na fluidity nzuri ya kupambana. Nimepata hichi. Alafu fikiria kuwa bora. Fikiria kuwa bora kila siku. Shindana na wewe. Lakini mambo ya vilaji wazee, mimi nawashauri tu tupunguze. Yes. Basi mimi nashukuru sana. Kampuni yetu inaitwaje? Kampuni yetu inaitwa Golden Peaks. Golden Peaks. Yes. Guys, there you have it. Leo tulikuwa tuko na Ola Paul ambao ni bosi wa kampuni inaitwa Golden Peaks, lakini hajaanzia hapo. Naambiwa alianzia kama pota, akaja kuwa guide, akaja kuwa na kampuni yake. Kwa hiyo hata wewe unaweza. Keep studying, keep going hard. You can be successful. And one more thing. Yes, sir. Mimi sipendi kuitwa boss. Yes. Mimi napenda kuitwa leader. You know, hata kwenye utambulisho wa kampuni yangu. Yes. Mimi sio boss. Mimi ni mimi ni founder and leading guide at Golden Peaks. Mimi sio CEO, mimi sio nini. Unataka ubosi, unataka kuongoza. Yes, unakulemaza. Unakufanya uwe umefika. Unajua maneno yanaumba. Kwa hiyo in a real sense hatujafikia kwenye level za ubosi.
Bado tuna mengi ya kufanya, na mimi unanikuta mimi naweza nikaenda mlimani mara 4 kwa mwezi. Mimi naweza nikatoka hapa chini leo nikafukuzia kazi naenda kusamiti nao Uhuru. Kwa nini? Kwa sababu bado kuna misingi ya kujenga. Hii knowledge iliyoko hapa na itamani pia ihusike kwenye kazi zangu. Na ndio maana kazi zangu nyingi mimi sio za marketing. Ni word of mouth. Na unajua watu wakikurifani nini? We want Paul. Kwa mimi naweza nikashuka leo nikaondoka kesho. Mimi naweza nikatoka leo mweka saa 10 nikaja nikakutana na kazi Boma. Nikafanya briefing asubuhi hiyo na kwa sababu ndio kile kitu sema hadi wageni wanakuambia I love my job. Yes. Sasa ile I love my job. Of course. Sasa ile ukubwa kwamba mimi haya ndio mkuu na ofisini miguu juu. Kwanza tuachane na ofisi. Ngoja nitakwambia kitu kimoja kidogo. Najua nakula muda wako, lakini nitakwambia kitu kimoja kidogo. Mimi kuna rafiki yangu alikutana na hawa tour leader, agents. Ni tour leader afu ni agent. Alikuwa anamletea kazi nzuri na anamlipa vizuri sana. Akawa anapiga kazi na kila mwezi alikuwa anamletea group. Na tunaongelea group ya watu 18 20 na tunaongelea group ambayo inakuja Kilimanjaro siku 8, inaenda Serengeti siku 7, inaenda Zanzibar siku 7. You can imagine na wanamlipa vizuri. Sawa. Jamaa alichokifanya aligeuka boss. Akafungua ofisi safi nini akawa anakaa ofisini. Na marketing nini anapata na zingine anajazia. Ilifika mahali yule jamaa akawa haendi tena mlimani. Yuko ofisini. Huyu analipa tiketi ya ndege, anakuja paka hapa. Unamlipia, unomkata na ile viingilio na kila kitu na anamlipa. Anaenda na wageni mlimani. Wewe uko hapa, umebaki hapo. Umeona ubosi ulivyo mbaya? Jamaa alichokifanya aligeni kitambi kubwa nini kwa hizi te. Yule jamaa alikuja akachukua akaongea na chali. Akamwandaa. Mmoja kati ya machali walikuwa wanapiga kazi, guide alikuwa anapiga kazi kwenye zile kazi. Akamwambia mimi siwezi kufanya kazi na bosi, mimi nafanya kazi na kiongozi mwenzangu. Mbote tunapambana. Of course, kwa akamtema yule jamaa. Yule jamaa ameshindwa kulipa na ofisi na nini na imeisha. Hapo umetupa mfano mzuri sana. Ukiwa complacent ukajisahau. Kwa hiyo tusijisahau. Tusiwe mabosi. Sisi hatujajengewa misingi. Sisi tuna kazi ya kujenga misingi kwa vizazi vinavyokuja. Kweli utalii wetu bado mchanga sana. Otherwise tutaendelea kulia sana. Utaendelea kusema Johnny, wewe umemuona Johnny? Alikujaga juu, yuko wapi sasa hivi? Ni kweli tunadisiana. Ubosi sio kudisiana. Kweli unaenda juu unaanguka. Ubosi usio na misingi ni hatari. Tengeneza misingi, nenda zako, achie wale wanaokuja ubosi. At the end of the day tuache ubosi. Tupambane. Yes. So, shukran sana brother. Ase pamoja kaka. Very nice interview. Yeah. I say guys, there you have it. Please make sure you like, share and subscribe. See you soon.